Naam, hujambo mtazamaji wa runinga ya Stewards. Jumatano hii ya tarehe 19 Agosti mwaka 2026. Karibu sana kwa taarifa zetu awamu hii ya saa 2 usiku. Taarifa hizi unaweza kuzipata pia kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, YouTube na TikTok. Habari hizi unasomewa nami Felix Wanjala. Karibu. Taasisi ya wataalamu wa teknolojia ya uhandisi na ufundi nchini imeadhimisha miaka 10 tangu kupitishwa kwa sheria ya uhandisi ya mwaka 2016. Mwanahabari wetu Kelvin Chesum alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Sheria ya teknolojia ya uhandisi ya mwaka 2016 imeelezwa kuwa hatua muhimu katika kuweka mfumo wa uthabiti, usajili na maendeleo katika kitaaluma kwa wanateknolojia na mafundi wa uhandisi nchini. Sheria hiyo iliyoanza kutumika Agosti 19 mwaka 2016 iliwezesha kuanzishwa kwa bodi ya usajili wa teknolojia ya uhandisi yenye jukumu la kusimamia usajili na utoaji wa leseni. There's a time within the 10 years that we didn't have a board for more than 3 years. And this also depreciated the growth of our country. So it is very important that our board is put in place. Our regulations are quickly enacted and passed as law in the parliament for us to be able to penetrate this Kenyan economy and industrialize our country. Wataalamu hao sasa wametoa wito kwa sekta ya ujenzi kuwahusisha kikamilifu wanateknolojia na mafundi wa uhandisi katika miradi ya ujenzi ili waweze kusaidia kuhakikisha viwango na taratibu za uhandisi vinafuatwa. I also want to call upon the industry that use the professionals. This would avoid the collapse of buildings, because whoever is being taken in as a mason or maybe an electrician, wiring electrician, should be somebody with a certificate to identify that that person has the right skills. Vilevile wameongeza na kusema kuwa ushirikishaji wa wataalamu hao ni muhimu katika kupunguza hatari za hitilafu za ujenzi. Kiripoti ya runinga ya Stewards kutoka kaunti ya Uasin Gishu, mimi ni Kelvin Chesum.